Hivi wewe ulikuwa wapi? Mbona ukuwepo hapa wakati naleta hizi kuni? Kuna wageni walikuja baba, nikawa nimewasindikiza. Kwa hiyo hao wageni unataka kuniambia hawajui walikotokea hadi wasindikize? Samahani baba, imetokea tu, haitojirudia. Hivi unajua kwa nini naukataza usitoketoke hapa nyumbani? Hapana baba. Koko, unajua nimekulea kwa shida sana. Mama yako alikutelekeza, akatoroka na yule mume wa jirani wa pale kwenye Mwembeni pale chini. Mama yako kwangu namuona kama ni shetani, kwa sababu ni mtu asiyekuwa na maadili, hakufunzwa huko kwao. Sasa na wewe unataka kuwa kama mama yako? Hapana baba. Sasa mbona unataka kuleta upuuzi hapa nyumbani kwangu? Au unataka kupata mimba kabla hujaolewa? Hapana baba. Unajua hao vijana unaowaona wa maana ni wapuuzi. Wewe hupaswi kuolewa na watu wakulima wa hapa kijijini. Wewe unatakiwa kuolewa na watu wa mjini huko wanaojielewa. Hivi mimi niko upande gani? Manake Baraza nampambania ampate Koko, Buja naye nampambania ampate Koko, na mimi wakati huo huo na mimi namtaka Koko. Na kama wakija kujua hapa itakuwaje sasa? Si wataniua mimi. Baraza mimi namuua. Bwana harusi huyo. Unajua wewe unatakiwa ukae ndani sasa hivi utulie. Hivi unavyotembea tembea hivi, kwa mfano ukijikwaa ukajichubua, unafikiri kiatu cha harusi utavaaje? Hebu achana nayo mambo bwana. Kwanza mwenzako nimeachana na Koko rasmi. Hebu acha basi. Hivi unajua nimetumia muda gani mimi kupiga goti kwa baba kuwaombea nyinyi muishi pamoja? Haina jinsi, imeshatokea kaka, na itabidi niondoke hapa kijijini nikatafute maisha sehemu nyingine. Unaondoka hapa kijijini? Hebu acha basi, utanifanya nilie ndugu yako. Tebe mnafiki. Kweli tena, najua utaniambia nibaki pale nyumbani kwako, ila roho yangu inaniuma sana kusikia unaondoka. Mimi siondoki sasa hivi, bado nipo kidogo. Uliniambia nije mchana utanisaidia ile ila uliosema utanikopesha. Ulisema shilingi ngapi vile? Ni 200,000 tu kaka. Usiweke hiyo tu ili ionekane pesa ndogo. Sawa, hiyo 200,000 mimi nitakupatia. Utatoa kwenye faida yangu na kwenye mtaji wangu ambao natakiwa niagize mzigo mwingineo. Ila nakuomba tukubaliane jambo moja tu. Nakusikiliza kaka. Kwamba hutomsogelea tena Koko na utaondoka hapa kijijini. Ndiyo kaka. Mimi na Koko mbona tumeshaachana. Na kuhusu kuondoka hapa kijijini, lazima tu niondoke. Ila nitahitaji siku 2-3 nikusanye vinguo vyangu. Tunza ahadi yako. Mimi ni mtu wa ahadi. Kumbuka Koko nampenda sana. Na wewe ukiendelea kubakia hapa kijijini, utayaharibu mapenzi yetu. Kaka usijali. Mimi nitamfanya Koko asinipende tena. Awe ana mawazo juu yako tu. Mimi asinifikirie kabisa. Kama ukifanya hivyo bwana, mimi na wewe ndugu wetu utarudi. Na sitakuwa na kinyongo chochote tena na wewe. Na mimi napenda tuwe na amani kaka. Hatupaswi kugombana eti kisa mwanamke. Kaka, hiyo 200,000 umepata. Na sitaki unilipe. Wewe nenda nayo tu. Vipi lakini? Tembe umemwona? Tembe nilikuwa naye lakini aliniambia kuna sehemu amepita. Ngoja nikakuchukulia hela yako kaka, ili wewe uweze kuondoka hapa kijijini.
Hivi wewe alikwambia uje hapa nyumbani nani? Baba akikuona unadhani itakuwaje? Ungejua taarifa nilizokuja nazo, usinge unisukuma sukuma na kunivuta shati yangu. Yaani sasa hivi ungekuwa unalia na kutafuta mtu wa kukubembeleza, ambaye ni mimi hapa Tembe wa Tembele. Kuna shida gani? Ongea haraka haraka basi. Shida ni Baraza mama. Yaani sijui ulikosea kuchagua. We Tembe, hebu ongea basi. Baraza kanaambia hakutaki tena na mmeachana, alafu kubwa kuliko anaondoka kwenye hichi kijiji. Muongo wewe. Amekwambia muda gani? Na mara ya mwisho nilikuwa naye. Niamini mimi mamangu, kama mara ya mwisho ulikuwa naye, alikwambia nini na alikuwa kwenye hali gani? Lakini sikumuelewa. Alinifokea kidogo, eti hataki kuleta mahali. Unaona? Mimi nakwambia Baraza hakutaki. Sasa endelea kusubiri mpaka uwe mjane. Mimi wacha nikushauri kama kijana mwenye maono, tena maono ya mbali. Huu ndio muda wa kufanya uchaguzi sahihi. Uchaguzi gani sasa? Uchague sasa kati ya mimi na Buja. Unaamua kuwa na nani? Japokuwa nina uhakika utanichagua mimi. Hebu nitolee upuuzi wako hapa. Mimi siamini kama Baraza anitaki, eti anaondoka. Mpaka nionane naye niambie mwenyewe. Wewe binti king'anga sana. Sasa endelea kusubiri mpaka uwe mjane ndo uanze kunifuata mimi kunisumbua. Tembe wa Tembele, nataka kuwa na wewe. Utakuwa umechelewa na nitakupiga na vibao kabisa. Alikwambia mapenzi huwa yanalazimishwa ni nani? Nani kachukua viatu vyangu? Huyu atakuwa Baraza huyu. Inabidi nimwahi kabla hajapanda bodaboda. Sijui amepita njia gani. Atakuwa amepita bondeni. Shikamoo baba. Marahaba, nikusaidie nini? Samahani baba, nimekuja kumchumbia mwanao. Wewe unaenda wapi? Naenda kumchukulia mgeni kiti baba. Umesema? Samahani, nimekuja kumposa Koku. Koku? Koku yupi? Si huyo ambaye ameingia ndani sasa hivi. Nashukuru kwa kuiheshimisha familia yangu. Ungekuwa kijana wa hovyo, ungeweza hata kumtorosha binti yangu au kufanya mambo ya kijinga. Hapana baba, mimi naweza nikasema ni kijana niliyelelewa kwenye familia ya maadili sana. Unaonekana wewe ni kijana uliyetulia sana, sio kama wale waliokuja hapa jana usiku. Kuna watu wamekuja usiku kumchumbia Koku? Wapo wengi tu, wengine wanatoka hadi mjini huko wanakuja kwa ajili ya Koku.
lakini ndio hivyo, mimi siwapendi. Mimi napenda kijana mwenye malengo kama wewe. Nashukuru baba, na mimi nikuahidi tu, mimi nikimpata Koku sitomfanya ajutie. Lakini umejipanga kisawasawa kijana, kwa sababu kwenda kwa mtu kuchumbia sio swala la mchezo. Mgaya, mbona ulikuwa uonekani hapa kijijini ndugu yangu? Nilijichimbia polini huko, kuna ekali tulikuwa tunapambana nazo. Nimemaliza, tumerudi. Mmemaliza wangapi wakati hapo uko peke yako? Kwani hujaonana na Kidelemo? Alinitangulia. Sijaonana naye na namtafuta Baraza. Ameiba viatu vyangu. Ni vizuri hivyo. Yaani ukiviona utagundua tu hivi sio vya hapa kijijini. Hivi Tembe, bado hujaacha bangi zako tu? Yaani wewe ndio unakaa kwake, alafu yeye akuibie wewe. Ungeitwa wewe mwizi? Tungeamini. Sasa ndo maneno gani haya ya kuambiana? Unajua mimi nilijua wewe una akili, lakini kumbe bure kabisa. Usikute hata huko polini unalima bangi wewe na miungi. Tembe, mdomo. Chunga mdomo wako. Nitakupiga na panga hili. Nakutania tu kaka. Umesahau kwamba mimi ni mtu wa matani. Mimi pia nilikuwa nakutania rafiki yangu. Unanitaniaje wakati umeshika panga? Alafu nyinyi watu wa polini nyinyi. Muone mikono ile kama nani. Umeanza tena. Embu endelea na safari yako. Basi naondoka. Na wewe uende ukaoge sasa. Maana yake nasikia harufu ya ngili sio ngili, nyani sio nyani. Afadhali umerudi. Bila shaka umeniletea ile pesa yangu niliyokukopesha. Ndio nimekuletea hapa. Vipi lakini mambo yanaendaje? Mambo yako safi. Vipi uko polini? Maana nyie vijana mkiamua kutafuta pesa huwa mnapotea kabisa. Ndio hivyo kaka. Kila mtu ana lengo yake ya kusaka pesa. Wewe uko dukani, sisi tuko mapolini huko. Lakini kilimo kina hela sana kaka. Ndio hivyo, mali inapatikana shambani. Vipi, kuna haja ya kuhesabu? Hakikisha kama ni 100,000 kweli. Mimi nakuamini bwana. Vipi, mmemaliza ekari zote? Kaka, wiki mbili tusimalize kweli? Tumevuna eka 4. Na hapa ninapokuambia gari inabeba. Hapo tutakutana tena msimu ujao. Hongereni sana. Napenda huo umoja wenu. Wewe na ndugu yako Mgaya. Nyie mpo tofauti kabisa na mabishoo hapa kijijini. Yaani unamaanisha Tembe na Baraza sio? Mimi sijataja jina la mtu. Vipi lakini umeshafika kwenu? Hapana. Nimepita kwanza hapa nimalizane na wewe kisha niende nyumbani. Unajua Kidelemo, uaminifu ni jambo la heri sana. Ukikutana na Mgaya, mwambie aniletee pesa yangu kama anayo. Sawa kaka, mimi acha niende. Sawa, haina shaka. Sawa. Nimejipanga baba. Kwenye hii dunia mtu ambaye sitaki kabisa kumpoteza ni Koku. Sawa. Kwa hiyo wewe na Koku mna muda gani toka mmefahamiana? Hapana baba. Hapana nini? Umesikia swali langu vizuri? Umeulizaje? Samahani lakini. Hivi una uhakika na swala ulilokuja kulifanya? Nimekuuliza una muda gani toka umefahamiana na binti yangu? Mimi na Koku mzee tuna muda mrefu tu. Tuna kama miezi 4. Miezi 4? Mlikuwa mnakutana wapi na saa ngapi?
kukutana mzee wangu, namaanisha nikiwa napita huwa tunaonana kwa mbali, nikirudi namuona, ila tu ni kwa mbali mzee wangu. Kwa hiyo wewe ukiwa unapitapita tu mtu unamuona kwa mbali unataka umuoe? Hapana. Hebu uje kesho kutwa na ndugu yako mkubwa ili tuyapange na tufahamiane vizuri. Aha. Sawa mzee wangu. Sawa. Mimi naenda. Alafu hichi kichogo mbona kama cha yule mpuuzi niliyomtimua kule shambani? Hapa lazima kutakuwa kina kitu, lakini nitajua tu. Hai mwanangu huyo, karibu. Yaani moyo wangu ulikuwa una furaha muda wote kwamba ulikuwa njiani unakuja. Shikamoo mama. Mahaba mwanangu, pole na kazi za msituni. Asante mama, ila na habari njema. Ukae kwanza, sasa utanipa hizo habari njema huku umesimama. Mama, nikikaa nitasahau. Ni bora tu nikwambie ili tujue tunaanza vipi kujipanga. Nakusikiliza. Mama, unakumbuka ahadi yangu kuwa nikivuna nikipata pesa nitakuja kuoa? Nakumbuka. Kwa hiyo umeshapata pesa? Sio tu kupata pesa mama, na kuna nyumba nimenunua kwa ajili ya kwenda kuishi na huyo mke wangu nitakayemuoa. Mwanangu, umenunua nyumba lini? Leo asubuhi. Na mwenye nyumba niliongea naye kabla sijaenda shambani kuvuna. Nilivyorudi nimempitishia hela yake na nikapita dukani kwa rafiki yangu. Hongera, basi fanye mchakato nimpate mkwe wangu sasa. Sawa mama, ila nahitaji support yake. Sijali. Sawa. Karibu sana mwanangu. Vipi huko Manyani, haja kusumbua? Leo Manyani alikuwa mengi kule. Mangedele. Kwa nilichokifanya ndugu yangu, unatakiwa unishukuru 7 mara 70. Kuna nini tena? Nimemfukuza Baraza, lakini sijamfukuza kabisa. Yaani maneno yangu tu, yeye mwenyewe akaamua aondoke. Sikuelewi ujue. Nimemkalisha tu chini, nikamwambia bwana, watu hatuishi hivyo. Yaani kwamba wewe huwezi kugombana na ndugu yako kwa sababu ya mwanamke, si ndio? Na yeye akifa lazima atazikwa na wewe bwana Buja, si ndio? Ikaweje sasa? Akaanza kulalamika, kama vipi mimi naenda mbali na hichi kijiji, mara msinitafute tena. Nikamwambia nani akutafute wewe? Kwa hiyo hapa kijijini hayupo tena? Hayupo. Hapa ninavyokuambia, nimemshuhudia kwa macho yangu mimi mwenyewe akipanda boda na kuondoka. Ila kilichoniuma, kaondoka bwana na viatu vyangu. Ana roho mbaya ujue yule. Afu yule ni tapeli ujue. Ana roho kubwa, afu pia ni tapeli wa kutupwa yule. Yaani mtu gani hauna hata utu kwa ndugu yako kweli? Hivi unajua amenitapeli hela hapa? Shingapi tena? Aliomba nimkopeshe 200,000. Alisema kuna kazi atanifanyia. Na kaondoka bila kufanya kazi yangu. Kwani mlipatanaje? Na ni kazi gani? Achana nayo ndugu yangu. Haina maana. Vipi tena mzee? Kwani kuna siri tunafichana sasa hivi Hamna. Hata nikikwambia haitosaidia. Ila akirudi tutaonana wabaya. Taratibu lakini. Usije. Karibu baba Koku. Asante. Ujio wangu ni kuhusu mpaka ule wa shamba. Situlisha limaliza hilo swala au kuna kingine tena? Ule mti ulioupanda pale shambani kwako umezidi shambani kwangu. Kwa hiyo yale matawi yanapiga mazao yangu. Kwa hiyo fanya mpango uende ukayatoe. Majani si mbolea au kuna kingine unatafuta? Mimi mbolea ya mti ule siitaki. Mimi nitaweka mbolea ninayoitaka mimi. Kwa hiyo cha ukushauri uende ukayatoe yale matawi. Sawa, nitayakata. Lakini Kidelemo amerudi na ameniambia anataka kuoa.
Kama anataka kuoa aoe, kwa sababu wasichana wapo wengi tu hapa kijijini. Aoe. Ameniambia anataka kumwoa binti yako Koku. Hapana, huo undugu mimi siutaki. Labda akatafuta huko kwingine, kwangu sitaki kabisa. Kwani mwanangu ana shida gani? Au familia yangu ina shida gani? Yaani kumpatia binti yangu kidelemo? Haiwezekani. Maana nini? Niambie nijue sababu, ili hata nikimwambia ajue kabisa umekataa kwa sababu gani. Unajua mama Kidelemo, mimi nakupenda sana na nahitaji nikuoe kabisa. Sasa huoni kuwa nikimwozesha binti yangu kwa Kidelemo wewe nitakuwa nimekupoteza? Hebu jifikiria, huoni kabisa?